Katika usimamizi wa miradi kuna kitu tunakiita project life cycle, yani ni mzunguko wa mradi tangu unapoanza mpaka unapotimia. Sasa project life cycle ina hatua kubwa 5, na hatua ya kwanza inaitwa ni initiation stage. Hii ni hatua ya mwanzo kabisa ya mradi wowote ambao unaweza kufanyika, aidha ni mradi wa ujenzi au ni mradi mwingine, lakini specific inazungumzia kwenye miradi ya ujenzi. Katika hatua ya kwanza ya initiation ina mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, definition of the project, na hapo lazima ujue huu ni mradi wa barabara au ni mradi wa majengo, huu ni mradi wa ghorofa 2 au ni apartment, hii ni DSD and double surface dressing au ni light au ni heavy reshaping. Na kushajua, jambo la pili katika eneo la kwanza utafanya feasibility analysis. Maana yake unaangalia huu mradi uta work out au hauta work out, huu mradi uta pay off au hauta pay off. Lakini jambo la mwisho katika eneo la kwanza la initiation, utapata approval kwamba okay, mradi huu ninaofanyia kazi uta pay off, utasaidia, ni profitable, una manufaa na lazima upate approval. Lakini jambo la pili katika project life cycle ni planning. Baada ya kujua haya mambo matatu, utakuja katika hatua ya planning. Sasa planning ina vitu vikubwa vifuatavyo. Moja, planning. Katika planning tunafanya development of a roadmap ili kufikia lengo ambalo tumelikusudia. Baada ya kufanya definition of the project, lazima tutengeneze roadmap, barabara ya kutoka hapa tulipo hadi mahali ambapo tunaweza kukamilisha mradi wetu. Lakini jambo la pili, tutafanya kitu ambacho tunasema ni setting objectives. Hizi ni mikakati midogo midogo ambayo itatusaidia kufika pale tunapotaka. Lakini jambo la tatu, tutaweka muda, yani tutaweka timeline. Katika hii mikakati midogo midogo tutafanya kitu gani ili tuweze kufika pale ambapo tunataka. Na mwisho tunafanya resource allocation, yani tutaweka pesa zinawekwa sehemu gani, kitu gani kitaka sehemu gani, bajeti hii itaenda wapi, kama kwenye umeme tutaweka pesa hizi, kama kwenye frame structure tutaweka kitu hiki, kwenye design tutaweka kitu hiki. Eneo la pili ni eneo la kupangilia, roadmap, tutaweka objective na kila kitu ambacho tumekizungumza. Hatua ya tatu katika project life cycle tunasema ni execution, yani utekelezaji. Kwenye execution nini ambacho tunafanya? Moja, tutafanya implementation of the project plan. Baada ya kuwa na mpango kazi hapa juu na ile roadmap, tunaanza kufanya implementation of the project plan. Sasa hapo tunafanya implementation based on zile objectives ambazo tumejiwekea kufikia lengo mama ambalo tumekuwa nalo. Lakini jambo la pili, tutafanya managing teams. Hapa kuna timu ya carpenters, kuna timu ya foremen, kuna timu ya engineers, kuna timu ya designers, kuna timu ya contractors, kuna timu ya suppliers. Hao wote lazima wawe managed. Na wanakuwa managed wapi? Kwenye hatua ya tatu ambayo ni execution. Lakini kitu cha tatu kwenye eneo la execution tunasema tutafanya tracking progress. Kila hatua ya mradi itakuwa ikifuatiliwa, na kwenye tracking hautrack tu hatua uliopo, unaangalia hata hatua inayokuja. Ndio maana ukiwa kwenye site yoyote, siku za technical meeting, contractor akitoa report, atatoa na report ya nini anakiexpect kitokee mwezi unaokuja. Ukiwa na fundi wako akikupa progress ya maendeleo ya kazi, itabidi kukwambia amejipanga vipi kesho kutwa na siku inayokuja. Lakini pia utaangalia nyuma amefanya kitu gani, unapata projection ya kujua mbele atafanya kitu gani, na lazima akwambie kwa sababu anafanya kazi. That's why tunasema kunakuwa na tracking ya progress. Lakini jambo la 4 au hatua ya 4 ni monitoring and controlling. Kwenye project life cycle lazima kuwe na monitoring and controlling. Hapo tunazungumzia masuala mazima ya usimamizi. Na katika eneo hili kuna mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tutafanya measuring performance. Huyu mtu ambaye anafanya kazi, huyu mtu ambaye anatekeleza huu mradi, speed yake ikoje, nguvu yake ikoje, uwezo wake ukoje, atatufikisha pale ambapo tunataka au tumtoe mapema, na hii inapimwa kwenye performance. Lakini jambo la pili, tutafanya addressing ya risk. Kuna viashiria gani, kuna changamoto gani, kuna vitu gani ambavyo vinaweza vikatokea vikakwamisha huu mradi. Katika monitoring tunaanza kuangalia risk ni zipi, tunazimitigate vipi, namna gani tuweze kuziepuka. Lakini jambo la tatu katika monitoring and controlling tunasema tuta ensure alignment with goals. Yani ukiwa unajenga, make sure unajenga kulingana na specific objective ambayo tumejiwekea ili kuifikia lengo mama ambalo tunalitaka. Kama unajenga ghorofa la G+8, tunahakikisha kwamba msingi utauchimba kama ulivyochorwa na structure engineer. Utafanya setting out kama architecture alivyofanya. Kwa hiyo huwezi kujifanyia tu peke yako, lazima ufuate alignment ya goals ambazo zimewekwa. Jambo la mwisho katika project life cycle tunasema ni kuna kitu kinaitwa closure. Closure ni
kufunga mradi au kukamilisha mradi, na hapa kuna vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza, kwenye closure tunasema kunakuwa na completion of deliverables. Tumejiwekea vitu 1, 2, 3 vimetakiwa viwe vimekamilika. Umekamilika kujenga msingi, umekamilika kupaka rangi, umeweka kuweka bati, umekamilisha kufanya landscaping. Lakini jambo la pili, kwenye closure tutapata approval, obtaining approvals, kwamba okay, nimekamilisha bati, kunakuwa na approval, nimekamilisha landscape, kunakuwa na approval ya kila kitu ambacho kimefanyika. Kitu chochote ambacho hakija approve kwenye miradi ya ujenzi hakihesabiwi kama kimefanyika. Lakini jambo la tatu tunasema lazima kuwa na documentation of lesson learned. Sasa unajua hii pande zote, upande wa contractor, upande wa consultant, lakini pia upande wa client, lazima ujifunze kwenye mradi huu nimepata changamoto zipi, nilisolve vipi, nini ambacho nimejifunza kwenye mradi huu. Kama ni mkandarasi, rate gharama niloiweka, hivi gharama ilikuwa ni realistic au sio realistic, ili next time uweze kufanya bora zaidi ya hapo. Hii ndio project life cycle. Ukifanya mradi ni vitu vitano vya msingi ambavyo mara nyingi huwa vinafuatwa ili kuleta matokeo chanya ya mradi wote ule ambao unasimamia. Niambie kwenye maoni, wewe ukisimamia mradi wako ujenzi au ukiwa na mradi wako ujenzi, ni hatua gani ambazo unazifuata? Tuambie katika hatua hizi 5, ipi ambayo unajifunza au ipi ambayo unatamani kuielewa zaidi. Tuandikie na sitakuwa tayari kukusaidia. Mimi ni Evan Pona, hii ni Limbo Nation Academy. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.